Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu. Hii siasa tunajua kuitengeneza siasa vizuri. Hapa mbele si sasa kiwanja itakuwa wazi. Tutakutana kwa kiwanja. Yes. Ama namna gani? Yes, tutakutana kwa kiwanja hapa. Ndio. Ladies and gentlemen, I told you, the president has conceded defeat. And actually, the president now has confirmed that he needs Rigathi Gachagua more than Rigathi Gachagua may need him. So, the Ol Kalou by-election has taught the president many lessons. He may consider dropping Professor Kithure Kindiki as the deputy president to look for another deputy friend from elsewhere, because the Mount Kenya region have said no to the president, whether it's Mount Kenya East or West. Those people want to divide it. Mount Kenya is one, can never be divided. Geoffrey Iroku is among the leaders who trying their level best to make sure that they divide the mountain into two. That is Mount Kenya East and Mount Kenya West. But it will end in premium tears or in fame. Mount Kenya will never be divided because they are all Agikuyus. So nothing can be done. So actually, the president is now speaking in desperation. The president considered yesterday and said that now the leader has been elected, let them work. And there is something the president said. He said, yeye ni mwalimu wa siasa. Wao ndio wakarabati wa siasa. They'll finally find the way. And I'm asking myself, which way will the president find? Which way will the president find? That is the question I'm asking myself. Which way will the president find? Does the president has an escape route? I'm not seeing it. I haven't seen it yet. He was defeated badly. He was humiliated. 30,000 margin of that 1,000, with all the billions of money they spent in the mountain to campaign, with all the things he spent in the mountain to campaign. So yesterday, President Ruto met some leaders from Nyanza, that is the Luo Nyanza, Siaya County, and also Bungoma. Actually, Bungoma, to be specific, because Kiminini Member of Parliament, Didmus Barasa, was the one with the leaders in the State House. And the president said this. Nyinyi mko tayari? Na msikuwe na wasiwasi. Relax. Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu. Hii siasa tunajua kuitengeneza siasa vizuri. Hapa mbele si sasa kiwanja itakuwa wazi. Tutakutana kwa kiwanja. Yes. Ama namna gani? Yes, tutakutana kwa kiwanja hapa. Ndio tukubaliane nani yako na sera, nani yako na track record, nani yako na mpango. Wananchi wataamua. Si namna hiyo? Ile kitu mimi nauliza wananchi wote wa taifa letu la Kenya, tudumishe umoja. Kwa sababu baada ya uchaguzi Kenya ni yetu sisi zote. Hatutaki maneno ati mpaka tunaamini ya kwamba uchaguzi inakuwa life and death ama inakuwa yani kufa kupona. Hapana. Kutakuwa na Kenya baada ya uchaguzi. Na lazima tuishi. That is the message from the president, Commander-in-Chief. He also confirmed at a point that yeye ni mwalimu wa siasa. He will finally have it down. He will finally have it in the one camp. Alisema bado lazima atashinda. Anajua vile ambavyo anakarabati hii siasa kidogo kidogo. But I'm asking myself, ni ukarabati gani atafanya? The only ukarabati he'll do is to have Rigiji in the government. That is only ukarabati. Because without having Rigiji, without having accommodating Rigiji, your goals are closed up. Your goals are over. That is miscalculation, because the only person, they impeached Rigathi Gachagua thinking that he would just disappear and be forgotten in a week or two. But now they have seen the impact. The most thing that is making Ruto to regret, kitu ambacho Rais Ruto ana regret miaka yote ni kumpoteza Rigathi Gachagua. Hakujua kama kuna that influence in the mountain.
whoever who advised Ruto to impeach Rigathi Gachagua was very wrong. That was political miscalculations. That was political suicide. So, which hata ukarabati anaweza fanya apate watu wa Mount Kenya. And actually, he's doing it wrongly because yesterday, on the same thing, he celebrated Mwenge Mutuse. That Mwenge Mutuse did a very good job that no other member of parliament could do, no other man could do. And which kind of job did Mwenge Mutuse do? He impeached. He's the one who brought the motion to impeach Rigathi Gachagua in parliament. That is what Ruto is celebrating. And when he keeps on mentioning that, now he makes the mountain people to be very mad at him. I wish mtu ambaye ana advice rais amadvise vizuri. He will be just forgetting about those things to at least kumbuke afai kuattack Rigathi Gachagua, because when he does anainua Rigiji. When he does to Sifuna anainua watu wa Sifuna. So yesterday he said that that Kenyans should blouse and should remember Mwenge Mutuse because he did a very recommendable job to do away with Rigiji. Let's listen to what the president said. Viongozi wote, hata yule mbunge amechaguliwa jana kule Olkalao. Sasa tumechaguliwa, sasa tuende kazi. Kila kiongozi atahesabiwa kazi yake wakati ukifika. Si ndio? Kila kiongozi atahesabiwa kazi yake. Wananchi wako na akili, wanajua. Kila kiongozi lazima ukuwe na track record, lazima ukuwe na maono, lazima ukuwe na mpango, ndio tushirikiane sisi wote tuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Ya muhimu ni kuhakikisha kwamba wale wametuchagua maisha yao inabadilika. Tusiweke siasa, vitina, sarakasi, ukabila, chuki. Wananchi wakishaamua, sisi wote tunatembea pamoja, kwa sababu tunataka, lengo letu kama viongozi ni kuhakikisha ya kwamba maendeleo inapatikana, Kenya inabadilika, maisha ya wananchi inabadilika na taifa letu linasonga mbele. That is our commitment as message of the president, that we should remember as Kenyans and be happy about Mwenge Mutuse. That is what the president said. He's still making the mountain people very bitter about him. I guess President Ruto doesn't know how to play his politics. Though he's saying yeye ni mwalimu wa siasa, but huu walimu wake sijui alifunzwa wapi. I'm not sure kwenye alifunzwa huu walimu wake. How dare will he be? Atakarabati nini? I guess that is the end of the road. That is the end of the road for William Ruto. I don't know whether he has an escape. I don't know whether there is escape route for William Ruto. His goose are cooked. The doors are closed from the mountain. He will never climb it again. Those people who are lying to him, akina Moses Kuria, akina Kipchumba, Chungwa, they have wao wenyewe wameshindwa kupanda. So, President's goose are cooked. Please make sure you subscribe and you leave a comment.